banda la kuku kule, mimi ndo wakusafisha au wewe? Hii siku ngapi nakwambia kuhusiana na ile banda la kuku kule? Kazi yako wewe kula tu mayai, kula tu mayai. Si ndio? Umeniacha tena leo chafu vile vile hujasafisha. Mbona uko mjeuri lakini wewe? Mjomba, lakini nitalisafisha mama. Haya uko unasemaje? Hela mimi sina. Omba yako kuniomba hela mimi sasa hela sina. Ushaanza hivyo. Basi mjomba, nisikilize. Unajua mjomba? Hadi kufika sasa mimi nimekuwa mtu mzima. Kwa hiyo nataka kuoa. Mbona unapenda kuelekea maisha wewe mtoto lakini wewe? Mbona unapenda sana kuelekea maisha wewe? Unadhani maisha ya kuoa mchezo eh? Ndio maana mjomba nimekuomba unisikilize. Nisikilize hata kidogo basi. Mimi sasa hivi ni mtu mzima. Hivyo nikopo naomba angalau ukajitegemee. Unakwenda kujitegemea? Hapana mjomba, nataka kujua mali ambazo zinanihusu. Umesemaje? Nataka kuzijua mali ambazo zinanihusu kwa sababu mimi nishakuwa mtu mzima sasa. Hivi ninachokisikia nakisikia kweli au? Hebu rudia tena, umesemaje? Nasema hivi. Nataka kujua mali ambazo zinanihusu mimi ni zipi na zipi. Kwa hiyo ukiwa kama mjomba wangu. Wewe unataka kujua mali wewe? Nakuuliza wewe kenge wa blue, unataka kujua mali? Mali unazijua wewe? Mali gani unataka kuzijua wewe? Mali gani unataka kuzijua wewe? Mjomba, lakini si mali zilizoachwa na mama yangu. Mama yako Mali zilizoachwa na mama yako ndio wewe unataka kuzijua? Kwani wakati mama yako anafariki, hizo mali aliyetoa nani? Aziangalie nani? Mimi au wewe? Mjomba, si ulikuwa angalie kwa ajili yangu? Sasa kwa nini nikapewa mimi niangalie? Kwa nini usipewe wewe? Unadhani ni kwa nini? Kwa sababu mimi nilikuwa mdogo. Hapo. Kwa hiyo sasa hivi unajua ushakuwa wewe. Si ndio? Unajua ushakuwa wewe. Ushaanza kunyoa siku hizi, ushaanza kunyoa basi tena unajua ushakuwa. Unataka kujua kila kitu. Kwa siku hizi unajua hata kununua na viwembe unajua. Unajua ushakuwa sasa unataka kujua mali. Si ndio? Mjomba. Au wewe unaona kwamba yule mzazi wako alikosea kunikabidhi hizi mali nisimamie mimi. Alikosea, si ndio? Sasa mfuate kaburini sasa kunenda kamlaumu kwa nini alinipa mimi nisimamie. Wewe uko mpumbavu. Mali gani wewe? Wewe una mali hapa? Una mali? Hivi ngoja nikuulize swali kwanza. Hivi wewe unajua mchango wangu mimi kwenye zile mali za marehemu mama yako? Mchango wangu mimi wewe unaujua? Nakuuliza wewe mwana mtoka pabaya, unaujua mchango wangu mimi? Unaujua? Basi nini? Tena usinitibue, nitakufinyanga sasa hivi. Kenge wa blue wewe. Mjomba, unachokifanya hiyo ni dhuluma. Umesemaje? Wewe unasemaje wewe? Nguwe poli wewe. Unasemaje? Sio nataka mali. Hii hapa mali. Haya chukua. Kula sasa. Kunywa mali hii. Sio nataka mali. Hizi hapa nakulisisha kabisa mali hiyo. Mbuzi wa blue wewe. Tena utoke hapa nisikone. Changanya hizo mali zako, toka kabisa. Toka nasema. Lakini mjomba, basi nitakukanga mimi. Bwana mtoka babaya. Shida nini? Unalia nini? Wewe no. Unalia nini? Amina. Hebu simama kwanza. Simama. Shida nini? Shida kubwa ni mjomba. Mjomba amekuwa tatizo sana kwangu. Yaani nafika wakati
Kiufupi mjomba, amekuwa tatizo tu. Wewe elewa hivyo. Tatizo gani ambalo unashinda kuniambia? Sio niambie. Mimi niko pamoja na wewe, niambie. Okay, sawa. Acha nikwambie nini. Yaani kwa ufupi ni kwamba ni pale nyumbani mimi kwanza naishi kama houseboy. Nimekuwa kama mtumwa pale ndani, lakini pia shida kubwa zaidi ni kwamba tangu mimi nimeanza kudai vinavyonihusu, hapo ndio imekuwa tatizo, kwa sababu ile nyumba kwanza ambayo pale naishi ni ya wazazi wangu ambao walishafariki. Kwa hiyo mjomba ndo anang'ang'ania, yani tuseme hivi. Bahati nzuri umeanza kunielewa. Kwa hiyo ni kwamba alikuwa asimamie kipindi kile ambacho mimi sijitambui mtoto yani. Lakini sasa hivi tayari mimi ni mtu mzima, najitambua, naweza nikamiliki mwenyewe vitu. Sasa nilipoanza kudai timiliki zangu, shida ndio imeanzia hapo. Kwa hiyo shida kubwa ndo kama hivyo. Mjomba amekuwa tatizo zaidi tangu nimeanza kudai vinavyonihusu. Pole Yansi. Mimi niko pamoja na wewe. Asante sana. Nakupenda. Okay. Asante. Tuachane na yote niliyokuambia Ocho. Ila kuna jambo mimi nataka unisaidie. Sidhani kama utaweza, la naamini utaweza. Naomba unisaidie Amina achane na Hans. Mbona mawazo yako yamefika mbali sana kiasi hicho? Sipendi kuwaona wakiwa karibu wale watu wawili. Hawezi kama utakuwa na hatari yoyote mbeleni? Kwa ninavyompenda Hansi, chochote takibaya niko tayari. Mimi nahisi kama kuna jambo kubwa sana litatokea mbeleni. Tofauti na hiki. Bana, achana na hilo jambo. Nitapambana nalo. Nampenda Hansi. Nampenda eti. Najua kama unampenda Hansi. Lakini tambua kwamba kuna kitu kikubwa sana kitatokea mbeleni. Kipi hicho? Mbona kama niogopesha? Nitakwambia wakati mwingine. Naomba, please, naomba niambie. Ni nini? Mbona kama unanitisha Ocho? Naomba niambie. Ni nini hicho? Mbona kama unanitisha sana? Kwa heri. Ocho. Ocho. Mbona hivi wewe ndugu yangu? Safi kabisa. Upo? Mimi nipo. Mjuu. Hapa. Lakini kama ni shughuli zetu kidogo ndio zinatupoteza. Najua ila huko mnakoelekea huko. Sasa hivi mtaingia kwenye mdomo wa mamba. Kwani nakwambia? Tuko makini, yani tuko makini kiasi kwamba kila siku tunahakikisha lazima tulaze mambo yetu vizuri kabisa. Sawa. Angalieni lakini hayo mambo sija yakawalaza nyinyi. Angalieni. Wewe udalali umeanza lini wewe udalali umeanza lini? Unajua hii issue dalali mimi nimeanza muda mrefu. Lakini ni pale tu ambapo njaa ilizidi ndio nikaamua kujiingiza na jamaa sasa hivi ni fresh. Wewe jiingize tu. Msala ambao sasa hivi nafikiria ni kuhusu kile kiwanja cha yule jamaa pale. Sasa hilo. Yule Mpemba yule. Mnataka kumuuzia ule uwanja wa shule pale. Ule uwanja si wa shule ule. Mtalogwa nyie. Nakwambia mtalogwa nyie. Issue nzuri ni shule na serikali ya mambo ya uchawi. Tuachane na hayo. Sawa mjomba. Sasa mimi bwana kuna kazi nataka nikupe. Viwanja sasa ni vigumu mjomba. Achana na mambo ya viwanja bwana. Usiende kabisa na viwanja. Haya mambo nataka kukuambia mimi sasa hivi haya yanahusiana na binadamu. Umeelewa? Kazi yenyewe rahisi, kazi ndogo tu. Unaona? Huyu Ansimedi huyu, unamjua huyu? Unamjua huyu mjomba wangu huyu. Unaona? Sasa kuna kaka binti akaitwa nani? Nani tena? Amina. Ndio. Kale kabinti kupe. Sasa bwana. Utuzima wakati mwingine bwana, utuzima huyu mtu unaweza ukaibika hivi lakini sasa utafanyaje? Sasa mimi naona watoto naona afu siwaelewi.
Huyu Hansi na kaka Amina. Yaani naona tu namuona. Sasa mjomba wewe sio kila pale kitu gani? Kwa sababu Amina na Hansi hivyo huelewi. Unajua wale ni watu ambao wapo kwenye mahusiano. Na sio tu mahusiano, wale bwana wanapendana. Na kila ukiona huwaelewi leo ukiwaona tu, jua kabisa ni mida yao ya. Ni mjomba kwenye swala hilo mjomba. Sasa mimi nakwambia tu kweli. Wale watu bwana wanapendana kweli. Usiwe mpumbavu bwana wewe, wanapendana kipimo cha upendo cha mapenzi wewe unakijua wewe? Si ni hiki mjomba, yani hiki ndio kipimo cha mapenzi ya kweli. Usisemseme hivyo wanapendana, unaniumiza mtima wangu. Mbona mjomba wako apende sehemu nzuri haya? Sikiliza nikwambie, kile kitoto, yani mimi nilisha plan siku nyingi, nilikuwa nina mipango, yani na mikakati. Sasa naona tena Hansi naye kaingia pale, Mimi mjomba kama mimi, utu uzima huu, nitanawaje bakuli moja na katoto kama kale bwana? Sifezea hii. Mimi nilikuwa nafikiria ndio wale wanasemaga subira zangu ndo zero niponza. Ngoja naonekana mjinga. Nimeonekana mjinga. Mimi nilikuwa nafanya subira. Hansi huyo kishaingia tayari. Sasa kazi ndogo tumetaka kuongea. Mjomba ngoja kwanza. Kwa maana yako wewe Amina ndio ulikuwa unamtaka. Sio namtaka, yani namhitaji nifanye naye familia. Hansi atampakaza tu shombo la mtoto wangu alafu basi. Mimi nataka nioe kabisa. Unajua mimi single boy. Upweka unaniteketeza mwenzio. Sasa mjomba. Hansi yuko pale. Na wewe uende pale. Au ni kama itakuwa ni dharau. Ndio maana nakwambiaje kuna kazi nataka nikupe. Sawa? Kuna kazi nataka kukugea. Na kila anayepewa kazi lazima alipwe. Mimi nataka nikulipe. Wewe. Sawa? Sawa. Ufanye fitna zinazowezekana. Waachane. Ikibidi atakuua. Ikibidi. Kwani sumu ya panya bei gani? Sumu ya panya bei gani? Ikibidi atakuua. Kwanza yule mwenyewe mimi sipatani naye. Juzi kanitukana kweli pale, yani nyumba yangu mimi kila ananitukana. Mtoto hana adabu kabisa, hana nidhamu yule. Mshenzi mkubwa. Namchukia kweli mimi. Mjomba sasa hapo, nimeona sikilizo kwa makini. Ndio. Unajua kuhusu swala la kusema mimi nawagombanisha wale wasipatane. Hicho ni kipengele kingine. Ndio. Lakini bado mimi nipo kwenye kipengele cha hiki kwamba wewe unamtaka mwanamke ambaye kashalala na mjomba wako. Usiseme bwana amelala. Wale wana mahusiano tu bwana, wamelala wewe uliwaona? Kweli. Lakini mjomba wewe ni jitu fulani likubwa. Kale kama mimi na kweli hivi hapo tembo na swala mjomba kweli. Sasa hapo unajua kale kadogodogo kale nakifinyanga yani nakivilingisha yani kanafinyangika vizuri afu nakabana nakataiti kana noga nakataiti yengo. Unaona bwana, sasa wewe mimi nataka nikugie kazi, hakikisha wale wanaachana, mimi nitakulipa pesa nzuri tu. Kwanza hii leo namba yako ile leo umebadilisha ile nikifika nyumbani na kutumia 50,000 hiyo ya soda. Hapo sijaanza kukulipa hiyo ya soda, sijaanza kukulipa hapo, sawa? 50,000 ya soda hiyo. Ukishafanya hii kazi sasa, mambo yako vizuri na kulipa. Na nakumbuka kile kiwanja changu cha bondeni kule, karibia pale ule mpaka kwa Mzee Ndevu, tulikuwa tunagombania ile mipaka. Kile kiwanja kinakuhusu. Ukifanikisha hii, tufanye kitu kimoja mjomba. Mambo pasiwe mengi. Hilo jambo la kusema kugombanisha wale sio jambo jepesi kama unafikiria. Ndio. Kwa sababu jasho lao ni moja wale. Ndio. Kwa hiyo hapa kama mimi nitumie na plani zangu nyingine ambazo unazijua. Ukiwezekana mimi nataka karoge, waganga wangapi bwana? Ukiwezekana mimi nataka karoge. Mtie ububu tu yule. Kwenye hiyo 50 hiyo, naomba unaongeza 50 nyingine. Ili nichukue 50 kwenye hiyo yako hiyo, nachukua 50. Alafu nanunua vitu vizuri. Perfume kali, nywele nzuri napelekea hapa. Yaani njia yangu nataka nitumie hiyo. Yule Amina yule. Wewe umpelekee perfume, umpelekee nywele nzuri wewe. Kwenye la yako jua hiyo. Sikia sasa. Akitaka kujua nani anafanya hivi vitu mimi namwambia. Unajua Mjomba hapo. Wewe sio kama unataka kujiongeza wewe. Yaani perfume na nywele nzuri umpelekee wewe. Sasa mjomba mimi niende pale mwambie bana wewe sasa wewe hapo achana na Hansi. Itawezekana kirahisi. Lazima kwanza apate matunzo mazuri. Ngoja kwanza. Wewe unda fitna kwamba Hansi malaya, Hansi ana ukimwi, Hansi sio na nini. Wewe tia chumvi tu za hovyo. Hapo kwenye ukimwi ni kweli. Hapo kwenye ukimwi ni pointi. Na sasa ana majipu yule. Ndio. Si mwanangu mimi namjua. Nimepeleka mwenye hospitali ana majipu. Sasa wewe unganisha humo. Fanya fitna bwana, fitna wewe sijui bwana mjini hapa. Tengeneza fitna. Sasa wewe mpelekee perfume, mpelekee nywele nzuri. Wewe mtoto sasa atakutaka wewe sasa. Acha mambo yako bwana wewe. Mwenye mjini kitambo. Ungejichanganya. Acha mambo yako. Kwa hiyo hakikisha hilo jambo linafanikiwa. Ndio. Mtoto yule nataka nimweke kwenye himaya yangu, mimi nataka nimweke kwenye himaya yangu. Nimpetipeti. Unaona bwana? Mtoto yule nataka watu kama sisi. Alelewa yule na watu wazima kama sisi. Umeelewa bwana?
Kule kapotea kule. Wengine bwana, vitu vya 2000 hivi na bwana, hata vijui kuchagua. Mimi kwenye kipengele cha hela ndugu yangu, mimi nipo tayari. Sawa. Mimi nipo tayari na kazi yako nitaifanya. Yaani nitaifanya vizuri kabisa. Mimi najua tu. Kabisa. Wewe ushindwaje jambo? Hii kazi nitafanya vizuri kwa sababu najua kuna leo na kesho bana, yani maisha. Bana. Basi haina shida. Wewe hakikisha jambo linaenda vizuri. Sawa. Lakini pesa yangu. Kuhusu pesa wewe usijali. Yaani nikifika nyumbani 50,000 inakuhusu. Ndio. Hiyo ya maandalizi sio kama nimeanza kukulipa, sijaanza kukulipa hapo. Hiyo 50 ya soda tu. Yaani mimi ukizingua tu kidogo, yani ukizingua kidogo tu ukizingua. Nafanya hivi, narudisha kwenye njia ya watu na ninakuumbua. Najua hilo najua. Ndio maana mimi nazingatia. Basi leo cha mwisho kumalizia kuhusu kile kiwanja, mimi naomba usije ukatoa siri yote. Kile cha shule nataka nikiuze kweli. Hilo mimi nalijua hilo. Kile wewe unafahamu ni cha shule kweli, mimi nataka nikipige kile, mambo mengine yataendelea. Wewe mjanja, ndio maana ile jambo mimi nikaona nitafute mtu mjanja, ndio maana nikakufuata wewe. Basi sawa mjomba. Basi poa. Kwa nini unafikiri kina Rame kiwali mimi sijaona? Si nimewaacha kule? Kina Edi sinaona. Ndio. Mbona sijawafuata wale? Achana nao. Yale mazezeta. Ndio maana nikakufuata wewe. Sawa. Bwana usiniangushe ndugu yangu bwana. Jambo hilo limekwisha. Basi jali. Basi poa. Mtoto ananumiza roho mimi. Najua mimi kwa ajili yake. Bwana, fanya hivyo ndugu yangu. Haina noma. Haya. Tembo ipande swala. Kuda la deki. Kwa nini tumekutana shoga yangu? Nilikuwa nakusubiri kwa hamu sana. Nani wewe ndo kunikalisha mimi muda wote huo nafanya kazi ya kusubiri wewe. Saizi huu mguu nilikuwa nakufuata nyumbani kwenu. Hata ungeenda nyumbani usingenikuta. Hayo ndugu wangu kwani ulikuwa? Penzi paja. Unajiachia tu mwenyewe. Hamna. Sasa unajua tena yule ni mpenzi wangu nini? Unajua. Sijui mimi nampenda Asi lakini. Mnapendana. Wenyewe sasa sasa mbona kama unaongea kama utaki? Jamani nimesema mnapendana mnataka nini? Mpenzi wangu. Ndio nimetoka huko nyumbani. Kwa nini kwa nataka nini? Hata yeye anakupenda pia ndio maana amekuruhusu ukae kwake. Kwani ni vibaya shoga yangu? Ndio kitu kufanya mimi unikalishe muda wote kwa sababu ya huyo Ansi? Hapana. Sio hivyo. Vipi? Haya sawa tuachane nayo. Kwa kuna chochote umepata kwa huyo Ansi wako? Vipo vingi tu vya kupata. Unavitaka? Shoga yangu hata pesa. Basi. Lipa deni langu nalokudai. Deni tena? Maidia usisaulisha. Nataka deni langu. Si umeshapewa huko mwenzangu? Najua una pesa, hebu nipishege huko. Uivu nini? Leo ndio mwisho wako. Yaani ndoto mbaya sana. Muota kama mimi? Mimi nimeota mjomba ananikaba. Yaani ni mtu ambaye alikuwa ananiua. Na mimi nimeota mjomba anakukaba.